ni kwa majina hayo. Na leo nitakupa jina la Mwenyezi Mungu linaloitwa Al-Jalilu. Jina hili kwa utaratibu wa ule mpangilio wa majina ya Mwenyezi Mungu utalikuta ni jina la 42. Inshallah kwa hurma na utukufu wake subhanahu wa ta'ala, basi leo ndio utakufikishia jina hili tuweze kuona makubwa na mazito yanayopatikana ndani yake inshallah. Lakini tunaanza na mwanachuoni namna gani yeye alivyoeleza kuhusiana na jina hili la Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Mwanachuoni huyu anaitwa Sheikh Muhammad ibn Ali al-Buni qaddasallahu ruha, ambaye alifishwa mwaka wa 622. Kwanza tunaanza i'lam anna al-jalilu au anna al-jalila huwa al-mawsufu bin-nu'ut al-jalala wal-jamala, kwamba tambua ya kwamba jina la Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala linaloitwa Al-Jalilu ni sifa yake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, sifa ambayo inaonyesha utukufu wake Mwenyezi Mungu subhana, linaloonyesha uzuri wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndio jina la Jalil, mtukufu maana yake. Wa min khawasi hadhihi al-ismi, khawasi la jina hili, yani mambo yanayofanyika unaweza kuyafanya kupitia jina hili kwa kumlilia Allah tabaraka wa taala. Tunasema anna man lazam ala tilawatihi sara jalilan wa rafa'a qadrahu wa lahu khulwatu tu'ta sahibuha jamala wa haiba 'inda al-khalaiq. Mwanachuoni huyu anaeleza, waliotangulia wanatueleza maneno haya kwamba mtu ambaye atakayejilazimisha kumuita Mwenyezi Mungu kwa jina hili Al-Jalilu, 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 ndio ikawa uradi wako, ni jina la Mwenyezi Mungu. Au kama unasema ya Jalilu, 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 ikawa uradi wako unamwita Allah tabaraka wa taala kwa sifa hiyo. Subhanallah, ya salam. Kitu gani kinachoenda kutokelezea? Tunasema mtu atakayejilazimisha kuliita jina la Mwenyezi Mungu katika hali za namna hiyo, sara jalila, utajikuta wewe mwenyewe automatically Mwenyezi Mungu amekufanya kuwa ni jalilu.